Maana kama ni wa ligi tayari bingwa washapatikana. Kabla yeye hajajibu, wewe umemjibia. Sisi tunaangalia mazingira. Maana ligi si ishaisha tena. Kwa hiyo kitu pekee kilichobaki ambacho wanaweza kutoa ubingwa ni FA. Anacheza na Azam ila kwa mujibu wake. Ndio nami namkumbusha kama anacheza na Azam. Baadhi yao wanaamini kwamba Simba ni bingwa wa nadharia kutokana na maamuzi ya waamuzi. Ukisikia hisia zao, haiko hivyo. Waamuzi amefanyaje? Amewanyonga katika mechi kadhaa hivi. Nani? Simba. Hapana. Mimi hilo napingana nalo. Ni Yanga hawajanyongwa. Mimi nimechukua ya wale ambao msimamo wao uko hivi. Na wanaitolea mfano ile mechi ya Zanzibar. Unaweza ukasema kwamba bwana kuna mechi hii labda tungeweza kupata point kama sio ndio wanaitolea mfano ile mechi ya Yanga na Simba. Tunasema you let bygones be bygones. Mimi nasemaje? Yanga imeshakuwa bingwa, imeondoka. Nasema hivi. Kwanza bingwa ni Yanga. Ndio. Sawa. Hicho ndio kitu cha kwanza kabisa. Bingwa ni Afrika na Simba wameshika nafasi ya pili. Wameshika nafasi ya pili. Simba hawajasababishiwa na mtu yoyote kukosa ubingwa zaidi ya wao wenyewe. Tutakuja kulizungumza hilo kwa kina zaidi jemedari. Waamuzi hawa wamemnufaisha kila mmoja na wamemuumiza kila mmoja. Sawa, kwa makosa yao haya. Sasa wewe huwezi kusema eti simply hapa mimi nilitakiwa nipate kona au nilitakiwa nipate penalty. Kwa hiyo bana huyu hapa mimi nimekosa kwa sababu sikupewa penalty. Si ndio? Ndio inaweza kuwa option. Au goli langu lilikataliwa. Lakini tutakuja kuangalia wewe pia ulipata penalty ngapi ambazo sio sawa kabisa. Ulisaidiwa mara ngapi kwa matokeo hayo? Si ndio? So kila kitu kikiwa constant, tunakuja wewe mwenyewe utendaji kazi wako. Yapo mazingira hayakutaka makosa ya waamuzi. Turudi kwa mfano. Simba walifungwa goli 2 na Azam uwanja wa Taifa. Kulikuwa na mwamuzi aliyonea Simba? Hapana. Simba kutoka sare na Dodoma Jiji. Kulikuwa na mwamuzi ambaye alionea Simba? Hapana. Simba kutoka sare na TRA. Kuna mwamuzi aliyonea Simba? Na Mtibwa pia. Walitoka sare na Mtibwa. Walipaswa kufanya study zao wenyewe. Kwa mfano, unaweza kutaja mechi ya Yanga ya Zanzibar. Mechi ya Yanga na Meja Isamuyo wakiwa mabao mawili mbele. Kuna mwamuzi wote alionea? Walipaswa kufanya hesabu. Sawa? Msimu huu wakati Yanga kila mtu akiamini Yanga inacheza kwa kiwango cha chini kuliko ni msimu uliopita au miwili mitatu nyuma, Simba wameongeza idadi ya sare kutoka sare 3 za msimu uliopita mpaka sare 8. Nani sasa wa kumlaumu? Hizo sare ukiziangalia ni za timu za kawaida zingine. Ondoa 2 za Yanga. Sawa? Ondoa ya 3 ya Azam kwa sababu yenyewe inaweza kawa ilikuwa na incidence ya pili. Zinabaki sare 5. Ulizipataje? Ulikuwa unaonewa? Unamsikia mwenyekiti lakini umemsikia Multaza Mangungu? Ni binadamu tu. Mimi sitaki kumsikia mtu mwingine yoyote. Hizo ni tathmini ninazokupa za kwangu. Ndio. Na nimeziona mechi. Na huamini maneno ya binadamu. Anasemaje Mangungu? Kwa sababu Mangungu ni kiongozi anataka kujitetea. Anasemaje? Kabisa, haki lazima itendeke wakati mwingine. Naam. Haki itendeke kwenye maamuzi ya mechi mbalimbali ambazo zimechezwa. Ndio nasema hiyo haki itendeke. Hao waamuzi hawajaionea Simba peke yake. Wameonea almost kila timu. Na Simba hawawezi kuja hapa wakasema hawajawahi kunufaika na makosa ya waamuzi. Sahihi kabisa. Jessica, tunarudi, tulikuwa tunaliweka sawa hilo na tumeliweka sawa. Tuendelee na message zake msikilizaji ili tuanze taarifa yetu ya kwanza, na ndio hapo tumeanza. Karibu. Okay, sawa. Message ziko nyingi kweli kweli za wasikilizaji kama ambavyo nilikuwa naendelea kupita nazo. Kwa hiyo naomba niendelee pale ambapo nilikuwa nimeishia kwenye wale ambao walikuwa wanaandika. Yuko hapo kwa uzuri kabisa Prince The Don anasema Jemedari Saidi msema kweli ndani ya mjengo, Makonde mwenzangu, Busongo Kaseka, Get well soon Pakome, lakini pia Iman Makomba, endeleeni kutengeneza timu na kutengenezea mnapajua sie wale mnaumia mkiwa wapi. Kama hakunyongwa sie Yanga mechi ya Azam, mechi ya Mtibwa, mechi ya Mbeya City na Dabi pia wao walinyongwa. Lakini pia anaitwa Busongo, amesomeka Gwigano Ntaheru, Crown Sports hapa ni nyumbani, anaitwa Gwigano Ntaheru mwa wa Kigoma. Haya, asante. Chalile anasema nakupata kwa utamu kutoka Namibia. Flavian Ayok anasema Mkai unaimba mpaka mishipa inakutoka kweli, kuimba hujui. Asante kwa maoni yako.
Sisi sio waimbaji, sisi ni watangazaji, ndio maana unaona unayoyaona. Imam Nasoro anasema jemedari, mtu wa nguvu sana wewe mzee wangu. Mimi ni mnyama, ila majanga waliokutana nayo kaka, navua ushabiki, navaa moyo wenye huruma, akima na utu, kukombea nafuu ya haraka. Pako Mzuzua Athumani Shekidaduo kaandika namna hiyo kabisa. Ujumbe wako msikilizaji, tutaendelea kumulika na kusoma kwa kina zaidi na kwa undani zaidi na zaidi. Kamanda Geoffrey, uko sawa sawa? Niko imara kabisa. Kabla ya kuanza kuchambua, naomba uwapongeze Yanga. Hongera Yanga kwa kutoa ubingwa. Magunga, kabla ya kuanza kuchambua, naomba uwapongeze Yanga. Nawapongeza Yanga kwa kuchukua ubingwa. Kavion Nasri, kabla ya kuchambua, naomba uwapongeze wananchi. Nawapongeza wananchi Yanga Afrika. Nawapongeza wananchi Yanga Afrika kwa kutoa ubingwa wa 5 mfululizo. Haya, tuwezetu sasa Jessica, tuweka sawa sawa. Naam, niko nachagiza kidogo tu. Sawa. Yuko mtu ambaye kagoma kuwapongeza? Ametaka tu kulemba mwandiko. Mashabiki wa Simba wasipate wakati mgumu kuwapongeza Yanga. Hata kama wanaamini kwamba inawezekana kuna waamuzi waliwanyonga. Ndio. At the end of the day mpira bado upo, msimu ujao utakuwepo. Hichi ambacho uzuri wa hizi issues zinazunguka zinaweza kuwafaidisha hata nyinyi kuliko ambavyo wenzenu wamenufaika msimu huu. Kwa hiyo pigeni moyo konde. Maisha yanaendelea. Ukifeli leo utajifunza, utafanikiwa zaidi kesho. Pongezi bana jemedari, maana yake ulikuwa unafanya mawasiliano hapo na mwenyekiti wa bodi ya ligi. Tayari tumepata. Naam. Of course baadaye kidogo yuko kwenye kikao, tutakapokuwa tayari tutampigia. Tusikie pongezi zako jemedari Saidi juu ya bingwa wa kihistoria, misimu 5 mfululizo anatawala soka la Tanzania. Karibu jemedari. Kwanza yes, ni kweli tunapongeza Young Africa. Timu ambayo ina AKA nyingi, sisi tumeijua siku nyingi. Mtajie 5. Young Africa ina AKA nyingi. 5 tu. Achana na hazo. Ndala, Gongowazi, Abijo, wa Matopeni. Unaona bana? Kwa hiyo kwanza imekuwa kitu kizuri kwa viongozi kuchukua kikombe kwa misimu 5 mfululizo. Sahi. Tuwapongeze wao pamoja na madhaifu mengine, lakini kwa sababu target kubwa inakuwa ni kubeba kikombe. Naam. Wamebeba kikombe, wamebebaje tutakuja kujadili baadaye. Mapungufu yako huko, lakini kwa sababu wameshinda na wameshinda katika njia ambazo zinahalalishwa na mamlaka. Naam. Wao ni mabingwa halali na wanastahili pongezi. Unajua unapo dominate misimu 5 kwenye ligi sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa kabisa. Na unajua pia nikizungumza leo ni siku ambayo pia kama ingekuwa marehemu baba yangu yupo, angekuwa amefurahi, kwa sababu mimi baba yangu alikuwa ni gongowazi wa kugaragara. Mzee Saidi Kazumali Mtipa, gongowazi wa kugaragara kabisa. Hivi jemedari, jina la gongowazi ulilitoa wapi? Sio langu. Mimi nimeanza kukusikia wewe. Sasa wewe tu kwa sababu wa kawaida, wa karibuni. Lakini gongowazi lilitokana na nini? Lilitokana na nini? Mashabiki wa zamani wa Yanga, yani Yanga walikuwa wanataniwa na Simba kwamba unaweza kukuta mtu wa Yanga amevaa mashati 7 lakini bado mgongo huko wazi, yani shati limechanika, lakini mkimwambia kuhusu Yanga hakuelewi kabisa. Au mgongo wazi, kwa anaitwa mgongo wazi. Na nakumbuka kaka yangu marehemu Saidi Mwamba Kizota, wakati tunacheza naye tukiwa Kariakoo, unaona ndio wakati ambao tupata nafasi kubwa ya kuzungumza naye kwa karibu. Otherwise ni Saidi Mwamba kwa kucheza Yanga, kaka wewe unamuona wapi? Unaona tu kiwanjani hivi, basi kiliona ile Saidi lile unaondokana nalo, lakini tukiwa Kariakoo bado nafasi ya kukaa naye, mnaishi story nyingi, unajua kumbe jamaa huwa anazungumza kwa sababu he was always cool kabisa. Kwa hiyo alikuwa anatusimulia haya mambo ya mgongo wazi, na yeye alikuwa anaita mgongo wazi tu. Leo ukipiga naye story, mgongo wazi, achana nao wale. Story zake ni anaita mgongo wazi. Kwa hiyo pia nilikuwa nasema hivyo, baba yangu angefurahi, lakini pia mimi na watoto nyumbani. Mtoto wangu kipenzi kabisa anaitwa Rayani. Kwa Yanga utamuoa. Umwambie kitu. Hawezi kusikia kitu kingine. Na wengine waliobaki? Wengine waliobaki na mwanangu pia Saidi yuko chuo SUA nini Mzumbe. Ndio. Naye pia no yule Simba. Pale nyumbani mwingine ni Mohamed, mtoto wa dadangu, ni Yanga Afrika.
na Amani pia mtoto dada yangu Yanga Afrika au pia wamefurahi. Hapo napata tafsiri wewe kwa upande gani? Abasam, kuna huyo ambaye Obasam bwana, Obasam ni mnyama. Au yuko njia panda kwa sababu nimempeleka mara kadhaa kiwanjani na akiwa anataka kupiga picha na wachezaji na nini, ni mnyama. Mimi najua hicho. Na mnyama. Na wewe? Mimi? Ndio. Mimi bwana ni mshabiki wa kindaki wa Kariakoo ya Lindi. Lakini kwa sababu timu nimehudumu kabisa Kariakoo Lindi, JKT Tanzania, lakini mimi pia napenda sana Azam. Yes. Kwenye ligi mimi na timu mbili tu. Lakini wengine wataibuka jimedata nakwambia, mkongwe, mbona unatupitisha njia sio? Uliwahi kugombea nafasi Yanga? Sijawahi kugombea nafasi yoyote ya Yanga. Kwa hiyo hilo likae sawa. Likae sawa kabisa. Na mimi nasikia tu watu kwa sababu hawajui hata mambo yanavyokuwa. Mimi sijawahi kuchukua fomu nikagombea nafasi yoyote ya Yanga Afrika. Sijawahi. Shahidi Mwenyezi Mungu. Sijawahi hicho kitu yake. Sijawahi kuchukua fomu ya kugombea uongozi kama vile alivyochukua Priska Kishamba. Sijawahi. Nataka nikuambie hicho. Sijawahi kabisa kwenye maisha yangu. Ila watu kwa sababu wanataka, unajua wakati mwingine ukubwa ni jalala. Kabisa. Ni kweli. Watu wanaweza kukutupia kila kitu. Unataka kutoka na kusema kila kitu. Maana yake huwezi kusema. Sawa, ni kweli ulikosa ukatibu mkuu, basi ukawa na kinyongo kweli kweli. Mimi nimefanya kazi TFF na nikaondolewa. Naam. Mimi kwenye kazi zangu nimefanya kazi ya Azam, nikaondoka mwenyewe. Nimefanya kazi TFF, nikaondolewa. Sawa? Tena nikiwa na mkataba. Mbona sijai kuchukia TFF? Tena sehemu unapata riziki. Mimi nilikuwa afisa wa TFF. Tena nimekwenda nikawa mpaka mkurugenzi wa mashindano. Nikaondolewa. Nimewahi kuchukia TFF? Hapana. Naona ushirikiano. Mambo kama yalivyo. Na nikwambie watu pale, ni kuna wakati baada ya kuondolewa pale nikatakiwa kupata kazi sehemu nyingine. Hiyo sehemu wana ushirika na TFF na watu wakaweka iwe pia. Na sijawahi kuwachukia. Anaishi nao na wakiwa na tatizo na watetea katika njia ya kwamba wamefanya kweli. Sitaki kukupangia nguo ya kuvaa, lakini watu wanaunganisha doti hilo shati leo. Shati lina njano. Shati lakini la muda mrefu. Tenaweza kukuambia nimenunua zina zaidi ya miaka 4 hivi. Naam. Sawa. Yaani birthday ya hapa ya miaka 2 shati nimetoka nalo toka nalo kuja nalo hapa. Sasa kile nitakapokuwa navaa na shangilia Yanga mimi. Ingewezekana ingebaki kidogo sana. Unasikia Mkai? Ingebaki kidogo sana angeweza kuwa shabiki wa Simba kwa hiki kigezo cha kucheza, kwa sababu mwaka 99 2000 ulitaka kumsajili. Sio mara moja. Simba umefanya trial jaribu kumsajili mara 2. Young Africa umefanya trial kumsajili mimi mara 2. Lakini by then unajua mimi nilikuwa, ukitaja miongoni mwa wachezaji walioelimika kwa wakati mimi nacheza nilikuwepo. Kwa sababu zamani wachezaji wengi kwa kusoma ilikuwa ukisikia amefika form 6 jamaa akasoma. Mimi nilikuwa nacheza nikiwa nimemaliza form 6. Naam, asante. Tulikuwa tunachagiza kidogo Jessica. Wakati mwingine lazima kidogo waweke watu sawa sawa na utabasamu pia. Ndio Jessica. Si umetabasamu? Mmeambiwa mmenuna sana. Maana yake hatuwezi kununa wakati Yanga Afrika inashinda. Mmesema mnaambia mmenuna, mmeumia Yanga kuchukua ubingwa. Yaani tunanuna kwa sababu gani? Kwa sababu Yanga kachukua ubingwa. Dadangu ninayemfuatia akitoka yeye ndo mimi. Yeye ni Yanga. Ila wewe mimi Simba. Na nikwambia Mkai, nimekuambia story ya sio siri. Nimekuambia story ya baba yangu, sio? Marehemu mama yangu mimi ilikuwa Simba ikishinda. Unajua leo nyumbani mipango mizuri. Ubwechi wa kutosha. Na unaweza ukapeleka matatizo yako.